Hello family. Katika safari yetu ya kufanikiwa, kuna watu tunawahitaji kwenye maisha yetu. Na mtu yoyote aliyefanikiwa katika jambo lolote, ikiwa ni kwenye kutimiza ndoto yake katika eneo fulani, kuna watu ambao wamefanya kazi. Wakati mwingine, wengine wamefanya kazi kwa namna ambayo haionekani. Na hiyo wakati mwingine inaleta changamoto sana. Inawezekana mwingine akafanikiwa, akajigamba sana kwamba yeye ana akili nyingi, lakini kumbe kuna watu kadhaa wamekuwepo nyuma ya pazia wakifanya. Mwingine pengine akiwa anaomba sana, pasipo kujionyesha, na kwa maombi yake yamekuinua, yamekufanikisha. Inawezekana yuko mwingine, yuko mahali alilitaja jina lako, wewe ukaweza kufahamika ama ukachukuliwa, ukaajiriwa, ukawa na ajira nzuri, ukawa na cheo kizuri, ama ukawa mwanasiasa mzuri ama kiongozi mzuri, au ukapata tenda mahali, lakini kuna mtu alipendekeza jina lako, lakini kwa sababu either ya misingi au namna alivyojiwekea hataki kufahamika kwa sababu kadhaa, au mwingine kwa sababu ya namna alivyojiweka, hataki kuonekana kwa namna hiyo, pengine namna ambavyo amechagua. Sasa nataka nizungumze kwa habari ya mtu mmoja maalum sana siku ya leo. Nasema ni mtu maalum sana kwenye maisha yako na unamhitaji sana. Unamhitaji kuliko ambavyo ungehitaji madini ya dhahabu au almasi. Mtu huyu sifa yake ni ya pekee sana. Sifa yake ni ya tofauti sana. Na ni kweli na ni dhahiri kabisa kwamba ukimpata majibu ya maswali mengi utapata majibu yake. Ukimpata inawezekana utapata jibu la tatizo ambalo limekusumbua kwa muda mrefu. Ukimpata mtu huyu inawezekana kumbe ulikuwa unahangaika sana. Kuna namna fulani hujafikia level fulani ya maendeleo kwa sababu mtu huyu hajafika kwenye maisha yako. Kuna hali ya kiroho umekwama, ni kwa sababu ya mtu huyu hajafika maishani mwako. Yeye mtu huyu ana sifa nyingi, lakini anaweza akawa moja, lakini wanaweza akawa wengi tofauti katika sifa moja moja. Inawezekana wewe utahitaji sifa moja katika zile alizonazo mtu huyu. Anaweza kuwa na sifa nyingi akiwa mmoja, lakini ukahitaji moja katikati yake katika zile nyingi zote alizonazo. Mtu huyu ni yule ambaye yeye atakuwa tayari kukusaidia, iwe jua iwe mvua. Tunasema ikiwa una matatizo, umepata msiba, umepata changamoto ya tukio lenye kuleta huzuni, atakuwa na wewe pasipo kujali umbali, kwa hali na mali. Atakuwa pamoja na wewe unapokuwa na furaha pia. Unafahamu hata kwenye maandiko matakatifu, ndugu mmoja akaandaa sherehe. Basi aliyotarajia kuja hakuweza kufika. Akabidi atume wajakazi wake waende njia panda huku na kule, wakusanye yeyote atakayekutana naye barabarani waweze kumleta. Akasema kwa sababu karamu ni watu. Pasipo watu hakuna karamu ambayo ingeweza kufanyika. Kwa hiyo kumbe hata katika furaha ama jambo la kufurahia unahitaji watu pia. Ufurahi pamoja, ndiyo furaha pia inaleta maana. Mtu huyu yuko tayari kusema ukweli. Kusema ukweli, kukusemea ukweli, ambapo watu wanasema uongo juu yako wakati wewe haupo. Mtu huyu yuko tayari kukuambia ukweli pia vile vile unapokuwa umekosea. Ni nadra sana kupata watu ambao wanaweza wakakwambia ukweli. Hasa kama pengine umezungukwa na watu wengi ambao hawakufikii katika level ya kipato. Hasa wengi wanaweza wakawa wanakuambia uongo, wanasema kupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unakosea, ukaja kudrop kabisa, au ukaanguka kiuchumi ama kisiasa ama kiroho, ama kinamna yoyote ile pengine.
kwa sababu ulijitumainia sana akili yako. Na ukweli ni kwamba Mungu hakumuumba mwanadamu akili yake ijitosheleze. Haijawahi kutokea na haiwezi katokea. Kwa nini Mungu anafanya hivyo? Ili dunia iendelee kuwa na maana. Ili watu waweze kutegemeana, ni lazima uwe na mapungufu. Yale mapungufu ndiyo ambayo kwa mtu mwingine tunasema ikiwa ni weakness kwako, kwa mwingine ni strength. Kila alicho nacho mwingine wewe hauna, yeye anakujaza kile na wewe unamjaza kile. Kutegemeana kunatokea hapo. Na maisha ndipo yanaleta ladha, yanaleta maana. Ni sawa sawa na kula chakula. Ukila chakula kimoja muda mrefu kinaisha. Lakini unapokuwa unachanganya vyakula kidogo, leo umekula ugali, kesho wali, kesho kutwa ndizi, umekula chips, umekula nyama pengine na kadhalika, unapata ile ladha tofauti. Ladha inapokuwa tofauti inakufanya unazidi kupenda chakula au mlo wako unazidi kupenda zaidi. Unapozoea mlo mmoja inakuwa ni changamoto. Vivyo hivyo katika maisha. Ukiwa unajitosheleza wewe kila kitu, maisha yanakosa ladha na haiwezekani kujitosheleza katika kila kitu. Kwa hiyo pia sasa jambo jingine ambalo ni muhimu sana ni kwamba mtu huyu anaweza akaona changamoto ambayo wewe hujaiona. Pengine anaiona kabla kabisa haijakufikia au imeshakusibu, lakini hujui kama uko kwenye changamoto, hujui kama uko kwenye hali ya hatari. Yeye anaweza akaona na akakuambia au akafanyia kazi jambo hilo likawa umeepukana na ile hatari isikupate ama isikudhuru. Anachukua tahadhari au anachukua hatua ya kukabiliana na ile jambo, na wakati mwingine hata bila kukuambia. Yeye anajua wajibu wake. Mtu huyu yeye ana lugha, anaimiliki lugha ya namna ya kukushauri. Anaweza akakushauri vizuri sana. Wakati mwingine inawezekana ukashauriwa lakini lugha iliyotumika usiweze kuikubali. Lakini yeye mtu huyu, specially mtu wa muhimu sana huyu, yeye ana lugha na ana namna bora ya kukushauri. Ana namna bora ya kukuambia, ya kukuelekeza. Anaweza akakurudisha unapokuwa umekwenda speed. Anaweza akakuambia ongeza speed. Mtu huyu anakutia moyo. Mtu huyu ni rafiki wa kweli. Yeye hachoki. Wengine wanapochoka, yeye hachoki. Na zaidi sana yeye anakuamini hata wengine wanapokuwa hawakuamini. Nikapitia kwenye mtandao siku moja, nikawa naangalia ndugu mmoja anazungumzia kwa habari ya msiba wa mama yake mzazi. Akawa anasema, nakupa maua yako mama. Mama, umeondoka, umeniachia majonzi makubwa. Nakumbuka jambo moja kubwa. Achilia mbali kwamba wewe ni mama yangu wa kunizaa, lakini wewe ndio ulikuwa mtu pekee ambaye ulikuwa unanifahamu. Hata mimi mwenyewe nilikuwa wakati mwingine sijielewi, lakini wewe ulinielewa. Uliamini nilichokifanya na uliniambia endelea mbele, usiogope. Kuna siku utafanikiwa na utajielewa na utaelewa unachokifanya. Endelea tu kufanya hata kama unakosea. Kwa hiyo akimsifu na kumpa mama yake maua ambaye tayari alikuwa ni marehemu, akimsifu kwa namna ambavyo yeye ndiye alikuwa mtu pekee ambaye alikuwa akimuamini maishani mwake na akiamini uwezo wake, ambapo hata kwa kiwango ambacho hata yeye mhusika mwenyewe wakati mwingine alikuwa hajiamini hata yeye anachokifanya, lakini mama yake yeye alijiamini. Unaweza ukapata picha kile ninachokizungumza. Kumbe yuko mtu ambaye hata wewe unapofikia kwamba unachokifanya haukiamini, yeye anaona matokeo katika kile unachokifanya. Anaamini katika kile unachokifanya. Mtu huyu atakutia moyo unapokuwa umekatishwa tamaa au wazo linapokuwa kubwa sana la kutisha. Yeye atakutengenezea mazingira ya lugha nzuri ya kutia moyo, ya hamasa, itakayokufanya uwe na energy ya kuendelea tena, uwe na ile nguvu ya kuendelea tena kusonga mbele. Mtu huyo unampata wapi? Mwingine ana sauti
ana mamlaka ya kutamka jambo juu yako. Hapa sana viongozi wa kiroho, wengine tunaita spiritual fathers. Huyo ana sauti ya mamlaka. Yeye akitamka jambo, anza hiyo biashara. Ukianza inawezekana. Pengine ilikuwa imeshindikana kabisa. Ndio, iko hivyo. Huyu naye unamhitaji. Wala sio wakupuuzia hata kidogo. Sio wakuignore hata kidogo. Kwa sababu inawezekana unaisubiri hiyo sauti kwamba mwanangu, chukua hatua. Ni neno la mamlaka. Unamhitaji, ni muhimu. Unafanyaje kumpata huyu? Huyu mtu waweza kumwomba Mungu akakuonyesha, akakuletea. Waweza kutafuta yule ambaye unaona kabisa kwamba kwa muda mrefu katika kuzungumza naye, katika maisha yako, katika wale watu 5, 6, 7, umemwona amekuwa na sifa ya tofauti kabisa. Na lile eneo ambalo unasumbuka ama unalihitaji, ambalo wewe ukiona umepata sana kuzungumza naye, ndio ambalo huvutiwa moyo, huyo ndiye ambaye utamtaka, unamhitaji. Hatuhitaji kuwa na watu wengi sana wa kutufanikisha. Tunahitaji watu wachache ambao wamebeba sifa za huyu mtu. Inawezekana mmoja akawa nazo 2, 3. Inawezekana wakawa mmoja, lakini kadhaa tu wakabeba vile vitu vya msingi kabisa. Unahitaji kuwa mtu bora. Unahitaji kuwa mtu makini. Unahitaji kutimiza ndoto yako. Unamhitaji huyu mtu. Haina umri. Ukiwa ni kijana, ukiwa ni mama, ukiwa ni mzee, unamhitaji huyu mtu. Huyu kazi yake kubwa ni kukuinua, ni kukufanya kuwa wewe. Nani asiyependa kuwa yeye? Kila mtu anapenda kuwa yeye. Kwa sababu tumeumbwa tuishi kwa kusudi. Kama tumeumbwa tuishi kwa kusudi, lazima tupate wale wa kutusaidia kulitimiza lile kusudi. Maisha magumu duniani ni kuishi nje ya kusudi. Kusudi uliloumbiwa. Kuishi maisha ambayo siyo ya kwako. Hayo ndio maisha ya mateso. Usione kuna mtu ni mlevi. Kuna mwingine ni mlevi kwa sababu ameiga maisha ya watu wengine, lakini sio asili yake. Kuna mtu mwingine mathalan anafanya labda jambo lisilofaa, labda la kujiuza kwa mfano. Nafahamu wapo wengi yanatoka kwa sababu mbalimbali, lakini yupo mwingine kwa sababu aliingia, wanasema kwenye mkumbo akaiga. Kwa hiyo automatic unaposema kaiga, anaishi maisha yasiyo ya kwake. Kwa hiyo kuishi kwenye kusudi kuna mhitaji huyu mtu ninayemzungumzia leo. Mtu wa thamani kama dhahabu, mtu wa thamani kama almasi kwenye maisha yako. Utakapompata utakuwa umefanikiwa sana. Jaribu kufikiri kama mume unayemtafuta au ukampata huyu ninayemzungumzia, huyu mtu ambaye ana sifa hiyo. Hawezi kuwa na vyote, lakini anaweza akawa na 1, 2 au 3 zitakazo kufanya upige hatua. Utapata na mwingine mwenye sifa nyingine, ataongezea. Hatimaye ule utimilifu utakuja. Ule utimilifu kwenye maeneo kadha wa kadha. Huyo mtu ukimpata, ndoa yako itafufuka, ndoa itadumu. Mahusiano yako yatakuwa mazuri sana. Kijana, unataka mahusiano, kuanza mahusiano, unataka kuanza biashara, una karia yako, unataka kuianza, ama uko kwenye karia au hujui hata karia yako ni nini, huyu atakwambia karia yako inataka 1, 2, 3. Mahusiano yanataka 1, 2, 3, atakuelekeza. Kwa sababu yeye pengine ameyaishi, anajua ladha yake ikiwa nzuri au ikiwa mbaya. Atakufundisha, atakuelekeza. Kwa majina yote utakaweza kumuita, lakini mimi nimesema mtu huyu ambaye jina lake mimi silijui, yuko wapi sijui. Wewe unajua yuko wapi? Unaye tayari? Unamtunza?
Kama unaye, mtunze, mshikilie. Ana thamani kuliko hata almasi, kuliko dhahabu, kwa sababu yeye atafanya uliishi kusudi. Ukiishi kusudi, hayo ndio maisha. Ukiishi nje ya kusudi, hayo ni mateso. Mtafute kwenye maisha yako. Nasema na wewe kijana, mtafute kwa bidii sana. Nasema na wewe binti, nasema na wewe mzee, nasema na wewe mama. Zaidi sana nasema na nyinyi wanandoa. Mtafute huyu mtu. Get ready to get him or her. The time is now. Find him or find her. Utaona mabadiliko. Asante kwa sababu utamtafuta huyu mtu. Asante.